Unajua wewe ni mtu wangu wa karibu sana, na ndio maana nimekuita hapa hivi. Lakini mimi nataka kujua huyu Don ni nani? Don Jamil? Sijakuuliza majina yake yote. Nimekuuliza Don ni nani? Don huyu tunafanya naye kazi. Don ni tulisoma naye tulipokuwa wadogo kijijini, tuliishi pamoja, kucheza pamoja. Basi ni mtu tu tunamjua, yani tulikuwa katika malezi moja. Na mamake ni nani? Mamake anaitwa Mama Lao. Mamake anaitwa Mama Lao. Mama Lao? Mama Lao ndo mamake. Sisi tulipokuwa wadogo sisi tulikuwa tunaenda kwao, tunaona maana tupikia, tunakula. Basi tu ni mtu tumekuwa pamoja. Kwani kuna tatizo lolote boss? Alafu huyu Don amefikaje huko? Ni kitu gani ambacho kimemtoa yeye kijijini kuja mpaka huku town? Amekuja kufuatwa nini haswa? Ni kitu gani ambacho kimemleta huku town? Atoke kijijini tu aje mpaka hapa town. Amekuja kutafuta nini haswa? Ni katika tulipokuwa tukienda katika kazi, shughuli zetu za hapa na pale za kazi, na hali tulipopitia kijijini tukampata, tukamwona na uhitaji wa kazi, tukasema atatufaa. Ndo zilipotokea nafasi hapa, mambo yalipoenda vibaya, tukaamua tumchukue. Nirukia. Salamu alaikum. Salamu babu, namna gani? Salama. Mia hizo zishakufanya wataka kwa mamji? Napata mwaliko. Kuna vigoma hapa, naambiwa ndio vigomani, nita vigoma pale kwa ule msichana wa Kiarabu aliolewa yule. Yaani bibi wewe uishi nani balaa wewe. Naalika. Afadhali sana bibi nimekuona. Mbona mazungumzo tulifanya hapa? Si ungeni hata kata vigomani kwanza. Ngoja bibi kwanza, ngoja. Yana umuhimu wake, yana uzito wake. Sasa jana bibi tuliongea kwenye ule mkutano. Na nkalala, nkawaza. Lakini nimeona bibi, mimi nikuungia mkono. Na nkalala, nkawaza. Lakini nimeona bibi, mimi nikuungia mkono. Hata kuniunga mkono kwa lipi? Kuunga mkono vipi? Kwa lile la jana tulozungumza nyanya. Jana kuja pale kwako tukafanya mkutano pale wa watu wawili, wengine hawa. Ulikuja kwangu jana? Nilikuja kwako jana pale. Hai. Usijue kukumbuka vizuri. Hebu njoo nayo nisikie. Tukawa tunazungumza kuhusu swala la Doni haonekani. Kweli. Sawa? Sasa lile swala la yule mama kwenye mtaa, ukasema ukatoa wazo kwamba aidha apelekwe kwa chifu ama apelekwe ndani. Sasa mimi nikaona bora nikuunge mkono nyanya. Tumtie ndani yule mama pale. Sheria Fatim Mkondo. Apelekwe wapi? Apelekwe ndani. Makosa gani sasa? Amfanya kipi yule mama? Boss, unaonekana kuna tatizo lolote? Hauko sawa? Niko sawa. Sasa basi, fanya hivi. Hakikisha Don na Gibu hawapatani mahali popote pale. Fanya chochote kile, fanya kadri ya uwezo wako. Don na Gibu wasikutane mahali popote pale. Si njiani, si ofisini, si nyumbani, si mahali popote pale. Sitaki kuona hao watu wawili karibu hivyo wamekaribiana muda wote ule. Don na boss? Yes. Hivyo ndo nimesema. Umeelewa ama? Nimekuelewa boss, nimekuelewa. Nitajitahidi ili wasiweze kukutana. Unaweza kwenda? Itabidi haya mambo niyafuatie pole pole sana. Manake nikisema na harakisha nitakosa mengi sana. Wacha nifanye hekima na subra ili nijue kunaendelea nini hapa. Sitaki kukurupuka. Yes. Ashikiwe nda apelekwe ndani. How? Kwa nini?
Haya, ukiulizwa amfanyaje utasemaje? Ni mjomba wako. Wewe Birukia kweli ama nimekufananisha? Kwanza tulikutana wapi naye? Haula. Nakuuliza babu. Ngoja. Tuliona na mahali. Birukia jana tumekaa kwako paka mwisho kaniomba mie Tangu nyumbani. Ngo. Kama atafuta kuwawa kama kuuliwa, ingilia mambo usiokuhusu. Yule mwanamke mimi tangu nilimjua yule mama na heshima zake. Shasikia? Nyinyi ndio mwaja nayo. Lakini kwangu hukuja wala hatukuzungumza wala sikuomba mia. Nenda Kigomani. Habari ndio hii. Wewe bibi wazeka vibaya. Wala usinitaje. Ukaenda huko wazeka vibaya mimi nakwambia. Na usisahau nakwambia siku zote. Ukiona hapa toka jasho jopaja la sengenyo. Don't put me on your words. Hata mimi naondoka. Wala sijamuona. Niko kabisa babu hapa. Ashikwe twendani. Ongoa. My heartbeat. Naam. Nimefurahi sana kama vile nimekuita na umekuja. Na muhimu tu nataka kukwambia kwamba mambo sasa mazuri, uje tuishi tuendeleze maisha kama kawaida. Sawa mume wangu, lakini si tuende ndani tukazungumzie ndani. Ya nini tuende ndani kuna joto. Wacha tuzungumzie hapa. Baadaye tutakwenda zetu ndani. Sawa kapa nikuridhisha. Lakini kwanza una kazi. Ama bado yale balozi wa nyumba 10 tungoje shilingi 200 ndo tupate kula. Kazi mezua kazi kushinda kazi yenyewe hiyo ndio ipata. Usitie wasiwasi, mambo ya korara bana. Sawa. Hilo mmoja. Pili, yani kama mimi mume wangu atakanirudi ni uniondoe hapa. Uniondoe hapa babake huyu mtoto wako peke yake. Wewe mwenyewe sio mjua mtoto Kisirani. Nitafutie nyumba mahali pengine ndikakae kama ni hapa mistaki. Lakini mwanangu mwenyewe huja mara moja. Siku hizi ananiambia yuko Jaula. Hataji sana hivi. Wajua mume wangu wewe kila ukiambiwa huyu mtoto ni muhuni wewe hutaki kukubali kwa nini lakini? Sasa hiyo mara moja unaosema wewe mara moja. Hiyo mara moja aje atoke. Hiyo mara moja mimi niko hapa nafanya nini? Kwa hilo basi usitie wasiwasi, nitakutafutia nyumba pia. Nitakutafutia nyumba minalali ama ambayo kiwa wataka kwenda kuchagua wewe mwenyewe nyumba pia sawa. Mimi nyumba nitakwenda kuchagua mwenyewe. Sio kwenda kutafutia nyumba ikawa balaa kushinda hii ninaokaa hapa. Basi usitie wasiwasi, hilo umepata. Na kisha ndio wakati wetu sisi wa kula raha. Maisha haya tuendeleze, tupate kuhitimishana tena. Pesa mambo rara alafu kanishangaza. Alafu jambo lingine mume wangu. Mimi haya mavazi ya kuvaa kanzu sio na vikoti vikambenda teza samuni mimi sipendi. Sawa. Ukishasema madam wewe ndiye mwenye kusema. Ngoja nitakutagulia fashion nzuri ile ambayo mwenyewe atakaondidhisha mimi mwenyewe. Hivi vikoti mimi mume wangu sijapenda kabisa. Sasa wote mimi naende zangu kwenye kikao. Kikao cha nyumba 10? Sio cha nyumba 10. Na kikao cha msikitini hicho. Sawa mume wangu. Napata upepo bado. Sasa Halki una matatizo gani lakini wewe? Wewe ndio mwenye matatizo. Sasa kwa ndio fanya nini boss? Na mambo yangu mwenye nitakuwa. Gani ambayo tuyajui sisi? Kwa hiyo nikueleze kama nani? Wewe sikiza ndugu yangu, umekuja hapa fuata taratibu ulizopewa. Ona mbio. Wajua haribu. Kwanza una matatizo gani? Nataka kujua una matatizo gani. Haina shida, hayo yote tuweke kando. Kwanza kuuliza swali. Sofia amekuja kufanya nini? Sofia amekuja kumtafuta mume wake. Wafahamu fika kuwa mume wa Sofia amepotea huku muda mrefu tu. Akiambiwa mtafuta mume wake, amjua. Sawa, mimi simjui. Je, wewe unamjua? Wamjua? Mimi simjui. Namjua wapi? Simjui wala sitaka kumuona. Halki, siku zote kama hujaongea fikiria kwanza. Mambo na yule Sofia dada yetu kabisa tumekuwa naye. Alafu wafahamu fika kuwa mume wake amepotea huku muda mrefu. Waharibu. Fanya hivi. Fanya juu chini Sofia arudi. Haitakuwa ngumu. Utabalanga. Nakwambia nini itakuwa ngumu. Kwanza Halki, mimi hapa bado niko njia pana. Yaani sijaelewa kabisa. Kivipi? Na kitu ambacho nilikuwa naenda kumwambia bosi ni kuwa mimi tangu nije hapa kazini sijajua mimi nafanya kazi gani. Naona magendo tu. Wewe shangaa.
Hapo ndo unapoharibu kabisa, yani waruka mkono wanakanyaga mavinduki yangu. Wafanya kazi ulipwi? Ndio nalipwa, lakini sasa mimi nitachukua mshahara, sijui mimi kazi ninayofanya ni gani. Sikiliza ndugu yangu, kama ulikuwa unataka kujua tuwafanya kazi gani, ungeniuliza kijijini. Wakumbuka nilikwambia nini? Utaweza kufanya kazi. Kazi naweza, lakini sasa kazi yenu sijaielewa, kazi ya vipi? Sasa ilikuwa uniulize tukiwa kijijini, si sahihi hapa. Sawa, yashamwagika. Yashamwagika. Sasa nataka kujua tufanya kazi gani sisi hapa. Mimi naona magendo tu sielewi haki. Sikiza. Short and clear and short. Tunadili na magari. Sawa? Tunatoa poti kwa mlango wa nyuma kwa sababu tunakwepa ushuru. Sasa ukianza kuuliza baba utafungwa. Kuanzia lini hii mwanza kazi yako? Sijapata ratiba za clearing wala phone. Wewe uko kwenye technology. Dili na huko. Kule kwingine waache wenyewe. Wacha kukaa hivyo. Na sasa hivi sitaki kuwa naongea kwa bosi. Ndio nyumba. Tulia bwana, niache bwana. Niache basi. Sawa. Una matatizo gani lakini wewe? Sasa wauma Barkale makofia ya kazi gani? Sio yake kando. Pole utapa. Pole. Wauma na hapa mani. Pole. Sasa na kunino kanda pole wewe nawe. Nataka simto mzuri. Pole lakini. Nakwambia nipiga gancha moja yani. Mimi wanakukanya kila siku. Yule anti yangu sie. Lakini Barkale wewe umo kabisa. Pole. Nakwambia piga makofi kama nyani yule. Pole. Ana makofi. Pole. Shamjua sasa. Pole lakini. Basi angalia kanda huku basi huku kwenye mapaja huku. Sasa huko kwenye paja ndo nivulie suruale Barkale. Una shida gani wewe? Sasa huko ndo nilikwambia ndo kwenye maumivu huku. Sasa nikanda huku ndo kwenye maumivu zaidi. Sasa nitakukandaje hapa uvue nguo hapa nje? Basi twende ndani basi. Na wazimu. Mimi nende ndani kafanye nini? Mimi nakuja kufanya msaada na kusaidia. Basi mimi sitaki. Acha tu ikae. Na ujeuri kwa juu. Nishaamua kama kufilia mbali. Barkale na ujeuri kwa juu niondoke. Nenda. Utakufa vibaya wewe. Wote ikae mimi. Barkale utakufa vibaya. Kana ujeuri wako hapa. Nenda zako. Na mimi lakini hanga didiki. Nenda. Chachoka na wewe mimi. Anataka anifanye nipige. Atakutoa roho yangu. Kisa wewe. Nenda. Potelea mbali. Kwanza muonyesha poa. Unia kila ninapoamka huwa bwana Mola bwana Mungu tupe nasi senti za halali tupache kwende Maka nasi Amin inshallah tutakwenda. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Yambo. Hana pia. Na hizo kavu ndo kwa wapi? Toka zangu baharini. Bahari kavu mayo tandofu ndo kutafuta nini? Lakini upepo ngalipo. Lakini ndo kushakuisha masaa sio baharini. Nikwambia ndo wangu matonyi hao wengine achufai. Ndo kuisha huo asili yetu ya mbo mratedi naomo. Maragonga mali. Nashakusahau kuisha bari yako. Maana kuna ule mteja wangu pale. Mteja wako upi? Yule mama. Mama mimi ndo nimpekea samaki. Wewe si ulipotewa huko ukaenda kuzama tuisuli ndo kuduma kwapi? Sahi hako tena mbeza mama. Ni nduwe ndalo pale mbeza za nyayo havo hisi ndo atukwa hisi. Ndo tupange majiwe upate na sababu za Mungu. Nganda pata hizo sababu. Nilikwambia kufai huko ime. Mwanangu. Asante sana mwanangu. Lile movie la juzi pale na yule bi mkubwa. Nilikuwa najua ushakufa mimi, yani nilikuwa najua kusha. Yaani noma mwanangu ya kwako, alafu wewe ndo acheka. Mimi ningekuwa najua ile bi mkubwa mambo yale mwanangu, singekuwa tunitulia tukampisha vizuri tukapita. Lakini fanya hivi kakuta huyu hamna kitu, ngoja nimwachie baji nikakuachia mwanangu ama vipi. Nilipofika tule na tia nishapigwa tayari. Ambia mimi. Angalia mikwara mbwembwe. Yule bi mkubwa noma mwanangu. Yule bi mkubwa hatari bro. Angalia sasa maisha. Mpaka leo nina maumivu brother man. Yaani nina maumivu ona hapa. Yule bi mkubwa sielewi spy, sielewi mbongo, yani mimi sielewi. Mimi namchukulia ile poa, yani mtuani ile saa tu mimi nikasema ngoja nifike tayari unaonyesha mambo ya kwangu. Sasa sikiza kupange mwangaza, maisha ya kiuni. Mimi naona tuna force tu ndugu yangu. Wewe angalia kila tukio yani knockout, kila tukio knockout. Hamna zare. Yani daily tu kwenye mtiti yani knockout. Sisi. Ushaona? Alafu sikiza. Si hatujalelewa hivi mwanangu, maisha ya kibinadamu ujue. Angalia.
Mimi naona mapanga nini zivurumai tuweke store tu. Tuishi kipisi nini kila mtu amani yani. Mbona pikipiki si tufanye kazi? Hivi vitu kama hivi mwanangu tunaviweka store yani. Kazi hii hapa twende tukapige kazi mwanangu. Maisha yaendelee huko na wewe unaofunguka utupe baharini huko. Twende tukapige kazi ndugu yangu. Mwanangu maisha mpaka lini? Na mama, naona uko busy mwenyewe. Kiasi tu. Umeamua kupanga hili kabati. Okay. Lakini mama, pesa yenye tuko nazo, wewe si mtu wa kukaa hivi ukawa wajishughulisha bana. Sasa nyingine unajua uka idol. Makosa. Kuna kijana rafiki yangu niko naye kazini. Tumezungumza na msichana wa kazi mwaminifu, atakuja atakushughulikia, utakuwa na yeye. Gibu. Na mama. Msichana wa kazi ama mchunguzaji wa mambo yetu ndani? Huyo kijana mwenyewe yuko fiti sana. Yaani akija huyo msichana mwenye atamchukua huko nyumbani, atakufanyia kazi mama. Si kama kukaa hivi ukajishughulisha wewe mwenyewe mzee. Tutumie pesa, tuko na pesa nyingi mama bana. Zuri. Kabisa. Ngoma ni wazee mazuri safari. Bana, si lazima tena mamangu, ni upendo na kuonyesha. Anyway, lingine nataka kuambia hivi. Naam. Mimi naona tunatoka katika ile nyumba yetu ya kule beach. Mama, beach plot ni mbali sana, mbona kule? Au na hapa bado kuna ujenzi. Na unatafa kila saa kelele. Alafu kuna jambo lingine, kuna mtu ananikera kabisa. Yaani mama yua kusumbua. Mama, wewe ni mzee, usijitie maudhiko mama. Ndio maana nikasema tunatoka hamia kule. Ni sawa. Ni sawa. Sina kulifikiria jambo lako, lakini acha nikuambie hichi kitu kimoja. Uliniambia kuna ndugu yangu atakuja lini? Mpaka sasa sijamuona. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kuwa nimemwachia mtu hiyo kazi na yoifuatilia kwa makini. Kwa hivyo tuwe na subra, ndugu yako utamuona. Mama, kama ni usaidizi niko tayari. Nimekuambia. Najua. Ama tutumie vijana, tutachangamka. Kwa vijana hakuna. Mimi nina mtu special kwa hiyo kazi. Sawa babangu? Wacha tutajua tutafanyaje mama. Sawa. Uko unafanya shughuli gani uko ndani? Kidogo tu napanga vitu. Kabati yako panga. Okay, kuna shida. Haya. Lakini mama, kuna kitu uliwahi kuniambia, umeachiwa laptop ya mzee na kuna document ndani, kuna stakabadhi na zinakusumbua. Kwa sababu sina password. Sasa hiyo password, yule kijana mwenye nimekuambia atakuletea msichana wa kazi, ni rafiki yangu, anaweza kutoa encrypted thing, anything yani hapa anaweza kukusaidia. Unajua naye wapi? Mimi niko naye kwa kazi, kwa ofisi anakuja ya. Anyway, nipe namba ya simu. Mama, una shida gani? Nitakuletea mimi. Mimi ndo nimekwambia nitakuletea. So wewe hata usiwe na wasiwasi, sawa? Nileta kwa haraka bila sana. wasiwasi mama. Sawa, utafurahi kila kitu utapata. Kuna kijana ameletwa hivi majuzi. Sava yote yeye kwa sasa ndio anaimiliki, anaicontrol. Yaani hata unanichekesha. Ni kijana gani ambaye anaweza kuja aka recover password zenu, akaregesha server ikawa sawa? Seriously? Madam unajua? Ndio kama ninavyokuambia sasa. Kazi imekuwa ngumu sana. Lakini tatia bidii. Naangalia tunamdhibiti. Kama kazi imekuwa ngumu, unaona kazi imekushinda? Hapana madam. Huyo ndo nataka nimmalize mimi mwenyewe. Anajua kufungua password, si ndio
Slim's Media Company. This is the home of creativity.